leadership is extremely important. And committed leadership is even more important, because people have undergone workshops about what is good governance, and they have the factual information and what is supposed to happen. But as long as they are not touched at a level, at the emotional level, nothing will happen, because all the knowledge, and we know in behavior change, all the knowledge of the world doesn't help unless there's a trigger for people to act on. That was a very important turning point in the organization, because the team, we ourselves, were given the opportunity to participate in a training using emotional intelligence to develop our own leadership awareness, personal self-reflection, and manage our relationships and so on. But unfortunately, this was a training. We were all impressed, but we were thinking then, how can we achieve to build leadership commitment, to go at this emotional level and meet people there with a methodology that is appropriate for rural communities and for all kinds of different target groups. The next step was, we need to develop something which is relevant for our Pangani communities. We were not very conversant in the technique. So we got help by an Arusha-based specialist organization called ISAN. So UZICWASA approached us as people who are experts in facilitation skills, using reflective tools and approaches, but it was not easy to just say, okay, this is what you need, this is what you will have. So we're open to reflecting together, thinking about process design, what will it look like, what exactly will it focus on. So that was the entry point, thinking about what will leaders with emotional intelligence look like. In the end, we zeroed in on the entry point of transformative leadership skills, equipping leaders in communities that are supported by UZICWASA with transformative leadership skills. The key thing around reflective approaches that they are getting is around the concept of experiential learning. We are supported by the understanding of a particular tool that enables people to learn from their experience, where people take action and reflect on their action to enable them to learn and improve their practice. Hii reflective approach, kimsingi watu naamini kwamba katika hii kwamba mabadiliko yanaanza na mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo kwa sababu inaweza kumgusa mtu mmoja na huyo mtu mmoja kaweza kumbukiza wengine, mchango wa mtu mmoja mmoja inaenda kwenye collective. Inapoenda kwenye collective alafu inaingia kwenye community. Kwa maana hiyo sasa unaweza kaona pale pale baada, kwa sababu inamgusa mtu anaweza kwanza kuzungumzia masuala yake mwenyewe. Sisi kama UZICWASA tumekuwa ni taasisi ambayo ni chachu ya kuanzisha mabadiliko na maendeleo katika jamii. Na ili tuendelee kuwa chachu, tumekuwa ni chombo au ni taasisi ambayo inapenda kujifunza, na tunatumia hii dhana ya mafunzo ya mguso. Tunajifunza kutokana na uzoefu tunaoupata katika kutoa hizi huduma zetu, na tunatumia yale mafundisho tuliyoyapata, vile vitu vipya na mambo mapya ambayo tumejifunza kutokana na utoaji wa zile huduma, ili tuweze kuboresha zaidi na kuja na huduma ambazo zinaweza kuwafikia zile jamii ambazo tunazipatia hizi huduma. Kwa hiyo kwa kipindi chote imetuwezesha tuendelee kuwepo na tuendelee kuzalisha huduma ambazo zinaendana na uhitaji uliopo katika jamii hii. Tunapotaka mabadiliko katika jamii au katika mifumo ya kijamii ambayo tunawezesha, wasipobadilika shida hii wao, shida inakuwa ni sisi. Tangu kupata mafunzo ya uongozi wa mguso na kuwa mwezeshaji ambaye napata nafasi ya kujimulika, nimegundua kwamba wasipobadilika shida sio wao, shida ni mimi. Wapi niimarishe, wapi nijikosoe zaidi, kuleta ubunifu katika kuwasaidia na kuwezesha mafua zenye mabadiliko. Mabadiliko ya kweli yanaanza na mtu mmoja mmoja. Ni namna gani unaweza ukasaidia taasisi au mfumo
uweze kuwa na utamaduni wa kujimulika, ili walioko ndani yake waweze kujimulika na kusaidia ukuaji wa shirika hilo, kwa kuwa taasisi sio jengo, taasisi ni watu, na watu ndio wanaosaidia taasisi kuweza kuwepo. Tangu nimefika UZIKWASA zaidi ya miaka 9 sasa, nashuhudia tofauti kubwa sana katika uongozi wangu baada ya uwezeshaji wa mafunzo haya ambayo nilipatiwa ya uongozi wenye kufanya tathmini na kuleta mabadiliko pamoja na maendeleo. Mfumo huu wa kufanya tathmini na kuweza kutumia mbinu wezeshi umesaidia pia si katika uongozi wangu tu, lakini hata katika timu ambayo nafanya nayo kazi, kwa maana ya watangazaji. Kwa hiyo na wenyewe naona badiliko lao, kwa maana ya kwamba namna ambavyo maswali yanahojiwa, namna ambavyo maswala yanaibuliwa, na namna ambavyo kazi zinafanyika zinakwenda katika mfumo ambao unalenga kuweza kuibua umiliki, uwajibikaji na uwezeshaji kwa upande mwingine na si vinginevyo. Mafunzo ya uguso ambayo UZIKWASA inafanya kwa wenza yamekuwa tofauti kabisa. Yanakuwa mafunzo ya siku 3 kamili, ambazo baada ya hapo watu wanakaa siku 90, na ukiwaita tena unashangaa kuna mabadiliko makubwa sana. Kwangu binafsi hiyo imeniletea ari mpya sana kuendelea kubaki kwenye shirika la UZIKWASA. Nimeona kwamba mbinu za mguso ambazo UZIKWASA anafanya zinakuwa zina mafanikio mazuri sana kwenye jamii. Kipindi ninaanza kazi, nilikuwa nafikiria kila kitu kiende katika utaratibu ulionyooka, kwamba niko kwenye nafasi ya utawala, basi kila kitu kiende kilivyonyoka kama taratibu za shirika zinavyofuata. Kwa utakuta ni amri zaidi inaweza ikawa inatumika kwa wafanyakazi wenzio, au kuona kwamba huyu amekosea sana. Kwa maana hiyo nilikuwa natengeneza mazingira ya uoga kwangu binafsi, hata kwa wale ambao nilikuwa ninawasimamia. Kikubwa kwangu nilikuwa sitaki kuharibu. Kwa hiyo ilinisaidia binafsi kukua, ilinisaidia binafsi kuona kwamba haya mambo ninayoyasimamia si tu ili taratibu za shirika ziende kama inavyotakiwa, ila ni kumwezesha yule ambaye ninamsimamia aweze kuona picha kubwa ya shirika, na hata katika utendaji kazi kuona kwamba kuna hatua ninaipiga ambayo hatua hiyo inaendana na ukuaji wangu mimi binafsi pamoja na ukuaji wa shirika. Mafunzo ya uongozi wa mguso yamenisaidia mimi kuwa kiongozi ambaye ninayeweza kutafuta mbinu sahihi zikamwezesha mwananchi katika kutafuta suluhisho ya tatizo lake. Lakini vile vile kuwa kiongozi na mwezeshaji wa taasisi ya UZIKWASA imeniwezesha mimi pia kuongoza katika kutumia mguso wa kwangu, kwa maana kwamba maamuzi ninayoyafanya ni ya kushirikisha. Unajua binadamu mara nyingi tunapenda kutanguliza ubinafsi wetu mbele, lakini uongozi wa mguso na kufanya kiongozi kuweza kutafakari katika lile amuzi ambalo analolifanya. Kwa mfano, mimi ni kiongozi wa mafunzo na ubunifu wa shirika. Sasa siwezi kuamua kila kitu mimi mwenyewe. Kwa hiyo mafunzo ya uongozi wa mguso yananifanya niweze kushirikisha kila mmoja katika shirika. Je, tutumie mbinu ipi katika kuondokana na hili tatizo? Mafunzo haya yamenipa nafasi ya kutafakari uongozi wangu. Ni mafunzo ambayo yamenipa nafasi ya kubeba hisia zangu binafsi na hisia hata za kuguswa na masuala ya wengine, nikianzia kwenye familia yangu, kwenye wafanyakazi wenzangu, niweze kuhakikisha kwamba naguswa na yale ya wenzangu, jinsi ambavyo ningetamani mimi nihudumiwe au niwe treated katika uongozi wangu, na mimi pia niweze kuhakikisha kwamba nawatendea staff wenzangu kama mimi ningependa nifanywe na wao. Kwa hiyo ninaamini kwamba mafunzo ya uongozi wa mguso yamenipa uwanja mpana ya kutazama na kuona uongozi wangu, hata yamekuwa yakinionyesha ni wapi pa kurekebisha uongozi wangu nifanye vizuri zaidi. Mara tu baada ya kupata uongozi wa mguso, nimejisubutu kugombea nafasi nyingi za uongozi. Sijafanikiwa tu, nimeshawahi kugombea udiwani, nimeukosa kidogo tu. Naona bwana, na jinsi ambavyo nimeenda kujieleza katika mikutano na nini, naona bwana, unajua kabisa kwamba kuna kitu mimi nimefanyaje, nimekipata kutoka UZIKWASA. Na hata
ndugu zangu ambao wapo kijijini hapa, ambao wao wananifahamu, wanaposikia bwana Daudi bwana anagombea udiwani, unajua kwanza wanashangaa, wewe bwana umepata wapi nguvu ya kugombea udiwani? Mbona tutakuwa wewe ni mtu tu ambaye wa kawaida, naambia mtu wa kawaida ndio anatakiwa agombee sasa, lakini wao hawajui kama mimi nilipata elimu kutoka huko. Kwa hiyo shirika la UZIKWASA actually mimi limenisaidia sana. Mimi naweza nikaongea mahali popote katika nchi hii, popote pale. Lakini hapo mwanzo ilikuwa hata mtu kwambia simama hapo ongee hapo, au labda hivi unavyonioje hivi, pengine ningeshindwa hata kukuelezea, lakini shirika la UZIKWASA limesaidia sana. UZIKWASA kiasilimia 90 imenitoa kuweza kujitambua mimi ni nani na kunipa ujasiri wa kuweza kuongea na mtu yoyote yule. Vile atakavyokuja ndivyo nitakavyoongea naye. Ni tofauti na hapo nyuma. Nikiambiwa leo mkuu wa wilaya anakuja kwenda kuongea naye, nilikuwa najiuliza nitaongea naye vipi? Mimi elimu sina, itakuwaje? Lakini sio mkuu wa wilaya, hata aje kamishna wa makosa ya jinai Tanzania nzima, nitaongea naye na atanielewa nimeongea nini. Lakini haya yote ni matunda ya UZIKWASA. Baada ya kutuchukua kutoka kijiji hadi kijiji, kutupeleka UMCA, kutusomesha, kutuelimisha, kututoa taka za masikio, kujitambua kwamba jamii inatakiwa kae nayo vipi. Ilikuwa huwezi kuzungumza na kiongozi kwa kujinasibu kwa sababu wamuogopa, lakini UZIKWASA ametupeleka katika hali ya kujua kumbe wajibu wangu mwananchi natakiwa niongee nini, kaja kiongozi nilalamike nini, kwa tatizo gani. Sasa mmoja hapo tunaona kwanza tuwashukuru na iendelee kupita haya kwa msaada huo. UZIKWASA kama UZIKWASA wameziwezesha kamati ambazo ziko kwenye jamii hizi za mtakuwa kwa ajili ya unapotokea tukio la ukatili wachukue hatua, ikiwemo kuripoti matukio, ikiwepo kuripoti serikali ya kijiji, kuripoti polisi, lakini ikiwezekana wawe tayari kutoa ushahidi mahakamani na hatimaye hukumu. Ukiachilia mbali bado wamewezesha mambo mengi kama ya viongozi kujitambua kwenye jamii, kuchukua hatua na kujimulika, lakini kushirikishana. Maeneo yetu haya zamani, mwanamke ambao ugombea uongozi pia utakuwa unaogopa kushindana na wanaume, lakini sasa hivi tuna uwezo wa kusema mwanamke akijaza fomu na mimi nijaze fomu na nigombee bila woga. Haya yote ni matunda ya UZIKWASA. Kwa kweli mimi UZIKWASA imenisaidia kwanza kunipa ujasiri. Hata mtu kama anamwadhibu mtoto nyumba ya pili au sehemu yote nikiona, lazima nitakwenda na sitaogopa, nitafuatilia. Pia kama kuna vitendo vya ukatili, kwa mfano kuna siku pia nilisikia binti analalamika kama anaomba msaada. Wakapita wanaume, nikamwambia jamani pale pana kelele za kuomba msaada. Wakakataa kusema hayatuhuswa, lakini nilienda peke yangu. Nikafika kule nikakuta kuna matendo, mtoto alikuwa anabakwa. Mwenyewe yule mwanamume alikimbia, mimi nikamchukua mtoto mpaka kwa mkuu wa kituo cha polisi mwenyewe binafsi bila kuogopa. Kwa hiyo UZIKWASA imenisaidia pia kunipa ujasiri. Sasa hivi na ujasiri wa kuzungumza popote pale. Hata rais akija, kuna kitu nataka nizungumza, nitazungumza. Hata kukiwa na watu 2,000,000 nitasimama, nitazungumza. Kwa hiyo ujasiri huo nashukuru UZIKWASA wamenijengea, lakini pia wamenijengea vitu ambavyo vina nguvu katika uongozi. Mfano ushirikishwaji, nguvu binafsi, nguvu ndani yangu. Hivyo nikivitumia uongozi wangu unakuwa umenyooka. Yaani mafunzo yametufundisha mengi sana katika maisha, kuvumiliana, kusikilizana, maisha yanatakaje, yani kwa hivyo. Kwa hiyo mafunzo yametupa mambo mengi sana katika maisha. Mimi nilikuwa mtemi, mimi nilikuwa nampiga mke wangu, kusema ukweli, sawa. Lakini baada ya mafunzo, kumbe kupiga sio suluhisho. Sio suluhisho kabisa kupiga. Kumbe mtu anaweza kuongea naye tu, mtu akakaa vizuri. Maisha yao watu uwasikie wakatoka kupigana nje. Hata siku moja sijawahi kusikia. Na kugombana sijawahi. Ila ugomvi tu nungunungu mdogo midogo ni ya kawaida. Lakini sijawahi kusikia wewe mjinga, sijui wewe nini, wewe nenda kwenu, hamna. Changamoto ilikuwa ni nyingi sana kuhusu bodaboda. Wakati kipindi hicho tunaanza kufumua bodaboda wilaya Pangani. Tukiona matukio barabarani, aidha labda nyumbani ya jirani mwanamume kampiga mwanamke mpaka kumuumiza, ilikuwa sisi wala hatujali wala hatushughuliki. Lakini baada ya kuja Radio Pangani wilaya Pangani na elimu ya mguso, UZIKWASA walijaribu kuwaita kwanza bodaboda wote
mafunzo ya mguso baada ya kuja kutuelimisha kwa mara ya pili tena, na vile ile kazi ambayo niloifanya kama mara 2 mara 3, wana wenzangu bodaboda mimi kwenda napambana, waliamua sasa kuitana wenyewe kwa wenyewe kunipa uongozi. Kweli nikapewa uongozi katika chama cha bodaboda, na istoshe nikana tembea maskani hadi maskani kuelimisha ili wajue nini maana ukatili na unyanyasaji. Baada ya hapo mafunzo tena kaja tena kwa mara ya 4, nikachukua bodaboda zangu wote kama twendeni tukapate mafunzo, na kweli wamepata mafunzo, na leo kila mmoja amekuwa elimu kwa mwenzake. Tulikuwa huko nyuma kabla ya UZIKWASA hatuna utamaduni wa kuweza kushirikiana dini ya Kiislamu na dini ya Kikristo. Kila mmoja anahubiri kwake, anatatua matatizo au migogoro ya ndoa kwa upande wake, lakini ujio wa UZIKWASA umetuchanganya. Tumekaa vikao vingi sana. Tuliwahi kutengeneza mpaka jukwaa kwamba matatizo yetu tuyafanye kwamba yawe ni matatizo mamoja ya jamii na sio ya dini. Viongozi wa dini mara nyingi wanakuwa sio tofauti na walimu wa shule. Yaani yeye akisema amesema, habari imekwisha. Anachukua aya zake, anachukua hadithi zake, lakini tumefika mahala sasa hivi na sisi tunapokuwa tunahubiri, unauliza hapa kuna changamoto gani? Tunaweza sasa tukahubiri kwa njia ya kuuliza, hili lina changamoto gani? Kwa nini hapa usifanye hivi? Sasa utakuta waumini wanajieleza tofauti na zamani ilipokuwa wanapokea. Sasa tuna share. Yaani baada ya shirika la UZIKWASA kutupa elimu, kwa kweli na sisi kuipeleka elimu kwenye jamii husika, jamii imeanza kutuelewa. Mwanzoni ilikuwa ni ngumu sana kupata siri ya mtoto aliyefanyiwa ukatili. Ilikuwa ngumu sana, kwa sababu ilikuwa imefikia mahali mpaka kuna baadhi ya watoto ambao walemavu, yaani ilikuwa ni ngumu kuwaona shule. Watu walikuwa wanawaficha ndani, lakini baada ya sisi kupata elimu na kuielimisha jamii, sasa hivi jamii kwetu imegeuka kuwa rafiki. Inatupa taarifa ya moja kwa moja kwamba nyumba fulani kuna hichi, kuna hichi, kuna hichi, na tunafuatilia na kweli tunagundua ikipo. Na baada ya kumwelimisha mhusika, mwenye nyumba husika, kwa kweli wanabadilika. Tunapokwenda mahakamani wanatupa ushirikiano wa kutoa ushahidi. Tunashukuru kwa hilo. Shirika la UZIKWASA limetupa elimu. Kabla ya mafunzo ya UZIKWASA, kiukweli kabisa na kiuhalisia tulikuwa tuna hali mbaya sana kijijini kwetu. Kwa mfano kama hivi masuala ya ukatili wa kijinsia, yani 90%, naweza nikasema hivyo, 90% ya wananchi walikuwa si wepesi wa kufunguka matatizo yao kuja kuwadisia ili kuweza kuyafanyia utatuzi. Yani mwanzo tulikuwa tunapata wakati mgumu hata kusema, yani mtu kukufungukia vile uhalisia. Kwa sababu kulikuwa kuna zile mila kandamizi zile walikuwa wanaziofia sana. Mimi nikisema labda nitaachwa. Mimi nikisema ukweli nitatengwa na familia, yani hivyo. Lakini baada ya mafunzo ya UZIKWASA, kikweli kazi kwetu imekuwa ni nyepesi kabisa kwa sisi wawezeshaji ngazi ya jamii, kwa sababu yani sasa hivi unaweza ukapata tukio, bwana kuna ubakaji umetokea sehemu fulani au kuna ukatili umetokea sehemu fulani. Yani ukienda pale kwenye eneo la tukio, yani unakuta yule ambaye ni mhanga anafunguka kabisa, ni kweli mimi nimebakwa. Kuna ule uwazi kwa wananchi wetu. Kiukweli haya mafunzo yametutoa kwenye giza zito na yametuweka katika mwangaza ambao kwa kweli ni neema katika wilaya yetu ya Pangani. Kwa mimi binafsi, kwa sababu nafanya hizi kazi kila siku, UZIKWASA inasaidia sana, kwa sababu unawezekana ukawa hauna taarifa yote ile tukio limetokea sehemu fulani, lakini akatokea mjumbe anakupa taarifa mapema, na afande, kwa tukio limetokea sehemu fulani hivi, hebu fuatilia. Na ukienda unakuta kuna tukio lilitokea, lakini yule ambaye amefanyiwa kile kitendo alikuwa anasita kuja, aidha kutokana na kuona aibu au jamii itamchukulia. Lakini mkiana mnampa counseling, mnaongea naye vizuri, mnamwita polisi pale, mnamsaidia taratibu na sheria zinafuata mkondo wake, na anapata haki yake. UZIKWASA ilipa mafunzo kamati ya shule, na katika kamati ya shule kuna matron na patron au kuna walimu wa malezi. Kutokana na mafunzo waliopewa, walimu wakaona ni muhimu kuitisha kikao cha shule ambacho walihimiza uchangiaji wa chakula, yani wanafunzi wanatakiwa wale chakula mashuleni. Na kupitia hilo wanafunzi wameweza kuwa na maendeleo mazuri katika elimu, kwa sababu mwanafunzi akipata chakula, tunaamini hata darasani usikivu wake unakuwa mzuri. Na pia utoro umepungua, kwa sababu wanafunzi wengi walikuwa wanapenda kutoroka kwenda kutafuta vyakula mtaani, lakini kupitia hiyo wameweza kubaki shuleni
na kula chakula. Na hiyo imesaidia maendeleo ya elimu kwa sababu kwa mwaka jana matokeo yetu yalikuwa mazuri kwa darasa la 7 pamoja na darasa la 4 ndio yalikuwa mazuri zaidi, tumeweza kupanda. Ufaulu umepanda. Tumekuwa tukitumia mbinu mbalimbali kwa siku nyingi, lakini tumeona sasa kwa kutumia hii reflective approach imeleta mafanikio au matokeo ya haraka zaidi, kwa sababu unaweza kugundua kwa muda mfupi, unaona kwamba tayari hata kama tu una facilitate kwenye darasa, unaona kwamba tayari kuna mabadiliko unayaona, unaona kwamba ina create commitment. Kwa maana tayari kuna commitment ambayo inakuwa created kwa watu na wanajengeana mahusiano wenyewe kwa wenyewe, na ile trust, ile kuaminiana inaonekana. Kwa maana hiyo kwamba anasema ni kitu kizuri, hawa ni njia nzuri ambayo tunaona kwamba nini inaleta mabadiliko ya haraka katika social norms. Tunashauri kwamba itumike kwa sababu haitumiki tu kwenye mbinu moja, yani katika shughuli moja kama ni masuala tu ya agenda au masuala ya climate au nutrition. Inaweza kutumika kwenye kilimo, masuala ya miradi mbalimbali. Kwa hiyo ina nguvu ambayo tunaweza tukasema kwamba ikitumika kwa uaminifu na kwa uangalifu na kwa kuzingatia, inaweza kuleta matokeo ambayo ni very much positive. Tulipohamia sasa katika uongozi wa mguso, tukasema kwamba kunakuwa na ile collective responsibility, kwamba kama coordinator wangu ameharibu, mimi nimeshangiaje yeye kuharibu? Mimi nilitakiwa nifanye nini ili asiharibu? Na any other staff, labda kama ni volunteer, nimemsaidiaje ili asiweze kuharibu? Kwa hiyo ile ilitoa mambo ya kunyoshiana vidole. Kwa zamani mtu akikosea unaweza ukaonyesha hata sura fulani ya kukasirika, lakini tulifunzwa kwenye mbinu ya mguso, hata mwenzako ukiona kabisa kwamba huyu tayari hapa anapuyanga, yani wewe una namna fulani ya kumrudisha, lakini katika namna ambayo hata washiriki hawatajua kama yeye alikuwa anatoka nje ya mstari. Kwa hiyo hilo tuliona, lakini pia kwenye uongozi wa mguso tulijifunza kutokuingia kwenye bakuli, kwamba unapoenda kuwafacilitate watu, wawezeshe watu wajigundue, wajitafute, wajipate, waone tatizo lao na wawe wenyewe wana uwezo wa kuwa na kuja na njia za kutatua changamoto zao. Shirika la Ajiso sasa hivi culture yetu imebadilika. Hata tufanye kazi mahali kwa muda mrefu hatuogopi, bali tumeacha nini? Kila staff kwa jinsi tulivyokuwa transformed wote, kila mtu ukimtuma sehemu au yeye akifanya kitu, lazima kichwani kwake ana maswali kama 5 anajiuliza. Then what? Nimeenda kuwafundisha watu vikoba. Then what? Kwa hiyo sasa hivi tunajiona kabisa kwamba kuna impact, kuna matokeo makubwa yanayoonekana kwenye shughuli zetu ukilinganisha na siku za nyuma. Wakati huo tumeanzisha, kweli tulikuwa wafanyakazi ni wachache. Nikawa nafanya kazi karibu mimi, Tashaga nafanya kazi karibu zote, wasibu, kusimamia watoto na nini. Nikawa mara nyingi na lala ofisini, mpaka namwambia polisi, bwana leo bwana usije, mimi niko hapa ofisini, maana yake mambo yalikuwa mengi, kuandika proposal mwenyewe, sio kwenda kwenye vikao mbalimbali mwenyewe, sio kuna wakati mpaka nafanya visit mwenyewe wakati bado kuna staff na nini. Ni kwa sababu nadhani ilikuwa pengine kwa sababu ilikuwa ile what trust kwa wale staff wenzangu ilikuwa pengine ni ndogo. Kwa nilikuwa nafanya mambo mengi na nilikuwa ninachoka sana. Lakini baada ya kwanza napata na mafunzo mbalimbali ya Nanisa Mguso, basi nikafaidi vitu vingi, lakini mojawapo ikawa hasa ni kuamini wafanyakazi wangu, alafu na kugawa majukumu kwa wafanyakazi wangu. Sasa hivi proposal siandike tu, wakati mwingine tu zinaandikwa na wafanyakazi, alafu mimi mtu na sipitia tu kuzicheki, alafu then tunaweza tukazituma. Yaani mambo mengi sana wanafanya wao. Reflective approach imekuwa na faida kubwa kwetu sisi viongozi, lakini pia imeeleweka. Kwa sababu tumeiona ni nzuri, iko kwenye program zetu na tunavyo design miradi yetu inakuwa sehemu. Lakini ya pili tunaipenda kwa sababu pia inatupa matokeo chanya, inawapa nguvu wale wanufaika wa mwisho, lakini zaidi pia inatupa sasa feedback iliyokuwa nzuri sisi, inatufanya kuwa sehemu ya jumuiya na wale jamii, na inaleta ile tunaita memory iliyokuwa ya muda mrefu. If I look back prior to working with UZICWASA through the reflective leadership approach, at that time I was the head of programs, and the main challenge I faced was an inability to patiently listen to my staff.
And then what happened was the then executive director sent some staff to go for a training that UZIKWASA was doing here in Dar es Salaam. And they came back and they were really excited and they wanted to share about it. And I discovered the one thing they were all focusing on was listening. And I knew the message was being sent silently to me. So after some time, we had a change in management when I became the executive director. And the main thing we felt we needed to do was to go back to UZIKWASA to help us to understand, how do we forge a new way of working? How do we get to a point where we are having synergy between the line managers and the senior management? Because that's a core of an organization, and they would then transfer that to the other staff. Following that training, for me as an individual, it was a process of internal and personal reflection and understanding the different ways in which I change on a daily basis, on a weekly basis, on a monthly basis, depending on who I'm meeting with. My approach to being an individual and a leader also changes. But there are key fundamentals that we got from the reflective leadership training that meant I needed to stay constant in the way in which I engage with people. Mama, twende nyumbani. Twende nyumbani. Sisi tuliweza kubuni mbinu gani ambayo ikitumika inaweza ikafikisha ujumbe kwa jamii vizuri, na yule ambaye mama ambaye hawezi kufika kwenye mkutano akavutiwa na kufika kwenye mkutano. Na ndipo tulipoanzisha mafunzo kupitia sanaa shirikishi jamii, kwa maana maonyesho ya maigizo jukwaani, lakini wakati huo huo tukawa na maonyesho ya sinema usiku. Lakini vile vile wakati wa maonyesho ya sinema ni vitu gani tutaonesha? Je, tutumie filamu za watu au tutumie filamu ambazo tunazalisha sisi wenyewe? Kwa tukawa tunatengeza maigizo kutoka ndani ya Pangani, na maigizo haya yanagusia tabia na mwenendo wa wanapangani. Unahitaji kuongea na Ahmed kaka. Nataka nimweleze kila kitu. Umweleze nini? Kazi yangu nilitaka iwe na ubora, iguse jamii, lakini imguse pia na mhanga, ya kwamba aone kumbe nimefikiwa, kumbe nimesikika, kumbe inawezekana kwamba nikifanyiwa kitu kama hiki au mtu akifanyiwa kitu kama hiki, kuna uwezekano wa kwenda mbele ya serikali kutafuta haki yangu. Na nashukuru Mungu, kazi niliyoifanya jamii ilipokea na ikaleta tofauti kubwa, ikaleta matokeo mazuri. Mpaka sasa hivi matukio hayo yamekuwa ni machache, lakini pia wahanga wanaokutwa na tukio hilo wanaenda kwenye vyombo vya serikali, hasa polisi pamoja na hospitali kupata huduma, lakini pia kutafutiwa haki zao. Na wale ambao wanahusika na hivyo vitu wanakamatwa na kupewa hukumu zao stahiki. Filamu hii ndio ilikuwa filamu ya kwanza iliyofungua milango kwangu, milango ya tuzo. Nilipokea tuzo yangu ya kwanza kama msanii wa filamu Tanzania kama mwigizaji bora kupitia filamu ya Aisha. For me personally, I learned so much what real teamwork really means, that I'm really grateful for. So the sharing of the purpose has been quite successful, but it's an ongoing struggle with our human nature to keep going and not lose focus and not lose the credibility as transformational change agent.